mume wangu na shida gani? Sikiliza. Nataka uniambie. Huyu mtoto ni wa nani? Mtoto? Umechanganyikiwa, si ndio? Hivi umetoka huko umepoa, anajiuliza una shida gani, unakuja kuuliza masuala ya mtoto. Kwani hujui mtoto ni wako? Tunaishi wangapi humu ndani? Nimeolewa na wanaume wangapi? Hadi uniulize mtoto ni wa nani? Una shida gani? Uko sawa kweli leo? Nisikilize mke wangu. Mimi nakuheshimu sana na wala sijawahi kuvunjia heshima. Hizi document unazoziona hapa, nimetoka hospitali leo. Nimetoka kupima DNA. Na majibu yanaonyesha kwamba huyu mtoto sio wa kwangu. Sasa nataka uniambie, huyu mtoto ni wa nani? Hivi mme wangu, una shida gani labda? Wewe leo ni wa kuniuliza mimi huyu mtoto ni wa nani? Hali ya kuwa unajua kabisa wewe ni mme wangu. Humu ndani tunaishi mimi na wewe na mtoto wetu. Leo inakuwaje uniulize mtoto wa nani? Haya, hayo majibu je, kama wamechanganya huko mafaili, uje uniletee mimi hapa? Na kwa nini ukapime? Kwamba huniamini? Huna imani na mkeo? Kwa hiyo nahisi mkeo malaya sana, si ndio? Anaweza akakusaliti akakuletea mtoto mwingine. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba vipimo vya madaktari vinaonyesha ni uongo. Kwamba matokeo yaliyoko humu ni ya uongo. Hebu shika. Kama unahisi mimi nakudanganya, shika usome mwenyewe. Sitaki hata kushika. Kwa sababu najua huyu mtoto ni wa kwako. Tumekaa miaka mingapi? Tuna miaka mingapi mme wangu? Kwa nini huniamini? Huna imani na mimi? Kwa nini? Sababu nini? Paka uende ukacheki sijui vipimo vya DNA. I say, usinichanganye. Huyu mtoto ni wako. Nisikilize mke wangu. Mimi ni mafia na mimi ni Babyloni. Naweza nikachukua kisu nikakukatakata. Nikakuchoma kisu mimi nikaishia jela. Huyu mtoto sio damu yangu. Na huyu mtoto aonekane anafanana na mimi kwa kitu chochote. Sasa hivi unakuja unaniambia kwamba sijui mtoto ni wa kwako. Mtoto hafanani hata kwenye ukoo wetu, hafanani hata na babu hata mjomba. Unakuja kuniambia mtoto ni wa kwangu? Sikiliza mke wangu. Umenielewa? Yaani mashetani yangu akipanda, kichwa changu kikishawaka kama nimeweka bleach nyekundu, utakuja kujua mimi ni nani. Unanielewa? Na hesabu mpaka 2. Usiponiambia kwamba huyu mtoto ni wa nani, nakata hicho kichwa. 1, 2. Usinipige mme wangu, usinipige. Nitasema kila kitu. Kabla hujasema, shika mwenyewe, usome mwenyewe. Shika. Nitaua mtu. Unaniona puzi mimi? Unaniona mjinga? Niambie. Samahani sana mme wangu. Naomba usinifanye chochote nikikwambia. Na naomba usinifukuze. Kwa sababu sikufanya kosa kubwa sana, nilipitiwa tu. Kipindi kile umesafiri umeenda kozi. Nilikuchiti na yule rafiki yako. Nisamehe sana mme wangu. Nilikosea tu. Ngo ulivyokuja kurudi nilikuwa tayari na ujauzito. Japo ilikuwa mimba bado ndogo sana. Ilikuwa tu na wiki 2. Ndio maana nikakwambia kuwa huyu mtoto ni wako. Ila kiukweli sio mtoto wako. Ni mtoto wa rafiki yako. Nilifanya kosa kukuchiti na rafiki yako kwa sababu alikuwa ananisumbua kila kukicha. Na ulivyoondoka ndo akawa amepata njia rahisi ya kunipata. Nilikosea, nilifanya kidogo tu, sikurudia. Mume wangu nisamee, usinifukuze tafadhali, nakuomba. Usinifukuze mume wangu. Nisikilize wewe. Hii ni namba chafu. Kama nilikuwa ninaishi na wewe vizuri humu ndani, na kulea vizuri, unakula vizuri, unanenepeana humu ndani, hauriziki, ukaamua kwenda kutoka na rafiki yangu, huyu mtoto mimi nimeteseka sana huyu.
Toka umeshika mimba yako, ukao unateseka, utaki kula hiki, unataka kuku, unataka hiki, mimi nagaramika. Kumbe nagaramikia damu ya mtu mwingine. Usiku mimi naamka naenda kutafuta supu ya mapupu. Maana anataka pemba, maana anataka nini? Huyu mtoto ameugua toka amezaliwa hapo. Nimepambana mpaka kameanza hapo kindergarten. Leo hii unakuja unaniambia sijui nilikutembea na rafiki yako, si namna gani? My sister, my friend, I'm telling you today. You will see my true color. Nakwambia hivi, leo nitakutoa mfifiro. Utachukua mtoto wako, chukua mizigo yako kwenu. Hapana mume wangu. Tafadhali usinifukuze. Nitaficha wapi sura yangu? Nitawaeleza nini mimi wazazi wangu? Hata majirani watanicheka, watanidharau. Mume wangu usinifukuze. Nakuomba sana usinitoe ndani kwako. Nakuhitaji. Mume wangu wewe ndo msiri wangu. Tafadhali usinifanye watu huko wajue hiki kinachoendelea. Hata wazazi wangu usiwaambie. Nakuomba tafadhali. Nakwambia hivi, usiniongeleshe. Mama yako nitakuja kumpa taarifa huko na baba yako. Shemeji. Dada tafadhali nisaidie. Mume wangu anataka kunifukuza, nimemkosea. Nisaidie dada yangu. Usijali mdogo wangu. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Tumwamini Mungu. Shemeji, naamini wewe ni mwanaume mzuri. Ninajua ni kiasi gani mdogo wangu hapa amekuumiza. Ninaelewa hilo. Na simtetei kwa kuwa ni mdogo wangu, au kwa kuwa ni damu yangu, au kwa kuwa ni ndugu yangu. Hapana. Nilikuwa naomba nikushauri kitu shemeji yangu. Jaribu kufunika kombe mwanaharamu apite. Unadhani upendo uliompa huyu mtoto atautoa wapi? Future yake itakuwa ipi? Ninajua unajisikia vibaya na unajazba. Lakini naomba neema ya Mungu ikupe amani na faraja. Maandiko matakatifu katika mstari wa Mithali sura ya 3 mstari wa 1 unasema watoto ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nakuomba, hebu mchukue mtoto kama baraka katika nyumba yako. Huwezi ukajua kwa nini amezaliwa kwenye hii nyumba. Na huwezi ukajua amekuja kwenye nyumba yako kwa sababu gani. Nilikuwa naomba msamehe mke wako. Chini ya jua hayupo aliye mkamilifu. Tukisema Mungu atuhesabie makosa, sidhani kama tungekuwa tupo duniani mpaka sasa. Kwa shemeji, nakuomba msamehe sana mdogo wangu. Kwa ajili ya mtoto wenu, msamehe sana. Na kwa ajili yangu. Sawa, shemeji, mimi nimekuelewa. Wewe ni shemeji yangu, lakini kitendo alichokifanya mdogo wako hakika kimenidemoralize sana moyo wangu. Nimeumia sana. Kama mwanaume ambaye nimekaa na mke wangu ndani ya miaka 5. Leo hii anakuja kunipa zawadi ya mtoto. Kwa kunidanganya, kwa kutoniambia ukweli. Lakini nakuheshimu sana shemeji yangu, nimekusikia maneno yako. Mimi yote namwachia Mungu. Mungu ndo muweza yote, na ile kauli ambayo nilimwambia mke wangu kwamba nitamfukuza nimeikatisha. Huyu mtoto atabaki hapa, nitamlea mpaka atakapojitambua. Mpaka atakapojitambua. Yote namwachia Mungu shemeji yangu. Nimefurahi kusikia hivyo shemeji. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa ninaomba nichukue hii nafasi tuweze kuomba. Tualike uwepo wa Mungu mahali hapa. Tufumbeni macho tuombe. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we thank you for this day, Lord. We say thank you because there is no one like you. Many have wished to see this day, but they haven't. We are not so special before your eyes, Lord. But for your grace and your mercies, you have seen this day, Jehovah. I place this family into your able hands, Lord. May you bless them, Father. May you continue giving them unity. Father, we know a family is a blessing from you, Jehovah Jireh. I bind each and every spirit, each evil spirit of the devil in this family in Jesus' name. Your word says in Jeremiah chapter 1 verse 9,
They will fight against us, but they will not prevail. For you are there to protect us, King of Kings. I place this family in your hands, Jehovah. May you cover them with the precious blood of Jesus. You are the King of ages. You are the Rock of rocks, Lord. There is no one like you. As you shall see the year well, remind our hearts to say thank you. In Jesus' name, we pray, trusting and believing. Amen. Amen. Baki na amani ya Bwana.